Halo. Umemkaje my sweet? Uko poa? Leo unakuja? Kama unakuja njoo. Nimekumisi sana mpenzi wangu. Yaani ukija leo itakuwa safi sana. Sana kabisa. Yaani ndo unajua yale mambo yetu yale. Nimekumisi sana. Sawa sawa. Wewe bwana mchumba, tunajua mwenyewe. Au hujanimisi? Odi. Karibu bwana, karibu. Asante bwana. Karibu. Karibu atukae, karibu tukae. Tukae hapo bwana, maana viti hapo vipo kwa fundi. Tukae. Sawa. Mchumba, ndakupigia kidogo dakika 5 hapa. Vipi rafiki yangu? Sawa bwana, koje? Hapo safi. Mambo naenda? Yanaenda kabisa. Siku nyingi baba. Safi safi. Ndio. Mbona upo kiunyonge sana? Yaani una huzuni fulani. Acha tu. Yaani nikuta jamaa wangu nikwambia ni hatari sana. Nini ndio na familia? Tuelekezane. Dadangu. Dadangu Msala, ndugu yangu, nyumbani kwangu Msala. Msala imekwaje kwaje? Msala yani sijaelewa hapa Msala yani kivipi kwamba katoroka au? Dadangu ametekwa. Ametekwa? Ndio hivyo. Ametekwa, hapo walomteka hata hawajulikani. Ilikuwaje kwaje? Ilikuwa hivi. Mr. Kobe. Yes, Kipanga. Bali mpango wetu tukomeenda kama tulivyopanga. Ni kweli, lakini sasa kuna dosari ilitokea. Lakini katika harakati nilizopitia nilipita wakati mgumu sana. Ule mzigo nimefeli kufanikisha kuibuka nao. What? Unamaanisha nini kusema umefeli? Umefeli vipi ule mzigo? Bro, unasema umefeli? Bro, unachekesha. Zaidi ya milioni 7 ule mzigo. Alafu unaniambia kila siku umefeli. Umefeli vipi ule mzigo? Bwana Mr. Kipanga, yale ni madawa tu. Na roho haitafutwi mzee. Ila pesa zinatafutwa. Ndivyo nilizopitia ni ngumu sana mzee. Kwa hiyo fikia hadi mpaka mimi kaamua kabisa bwana nusuru maisha yangu. Mzigo nikani nimewachia umeenda. Kondo hivyo bro. Kobe. Sio nikakuelewa, sio kirahisi kama unavyozani. Nimehatarisha maisha yangu mimi kwa ule mzigo kuupata. Ukusudi ile mzigo upatikanike ili deal iende sawa. Hapo leo kila siku unasema kwamba mzigo umefeli. Kobe, sio nikakuelewa kwa ule mzigo. Wote tulikuwa tunachekecha tu ndugu yangu. Na wote tulikuwa tunabeti. Ilitokea hivyo. Mimi ningefanyaje Kipanga? Nimetishiwa amani, kabina mimi nimekacha. Sikuwa na namna. Mbinu zote unazijua. Jinsi ya kuogopa maskari. Na njia kila siku tunapita njia zile zile. Leo hiki vipi unasema kwamba umefeli? Ule mzigo mwenye pesa nyingi sana. Na akili yangu yote niliwekeza pale kwamba deal iende sawa kusudi kila mtu aheshimesha kidoni. Hapo leo unasema kwamba Kobe. What? Usipaniki mzee. Usipaniki. Kwa sababu mimi najua ninachokuambia, mimi nimeuza roho. Nimepambana kadri niwezavyo, lakini mzigo umeshindwa kufika. Kwa hiyo naomba kama tunaendelea tuendelee kupiga mishe zingine, ila umshindo tuache nao. Umesha feri. Hapana Mr. Kobe. Mimi ndo nakwambia hivyo. Hapana Mr. Kobe. Kwa hicho chofanya lazima utalipa. Ukitaka maelewano mazuri mimi na wewe, unipatie mzigo hapa, twende suti. La sivyo hivyo bila kuniambia ule mzigo umekuja nao, siwezi nikakuelewa. Weka mzigo mezani twende suti. Bila hivi siwezi nikakuelewa Mr. Kobe. Siwezi kuhatarisha maisha yangu mzee. Kwa sababu kitu kidogo kama kile. Nimekuambia kaeni kamari, tuko wote tunabeti tu. Kwa hiyo utaamua unachokitaka. Mzigo ndo nishakosa. Kwa hiyo mimi Kobe, nakwambia utalipa kwa ulichofanya. What? Shit. Haiwezekani.
Yaani kunizulumu ni dhulumu afu kunikunja nikunje. Kobe utalipa kwa ulichofanya. Nasema haiwezekani kwa hicho utalipa. Pole sana Mr. Kobe. Kwa hiyo sasa wewe umekuja kwangu iweje, yani nikusaidieje? Yaani hapa nimefuata kampani kwako. Umeona? Ili uweze kunisaidia tumpate dadangu. Kwa sababu dada yako wewe, dadangu mimi. Acha na mimi nilivae ile jukumu la kukusaidia. Nashukuru sana Chura Dume. Sadako nitaupokea sana. Sawa, nashukuru sana ndugu yangu. Ngoja nikuache kidogo hapa. Au unaenda wapi sasa? Mimi naenda nyumbani. Basi nisubiri tu ndio wote, maana naenda dukani hapo kupata vitu. Basi fanya chapu tuondoke ndugu yangu, maana sasa hivi kichwa kimevurugwa hiki. Ukimwona utamjua. Vipi tena? Shemeji, sijui nikwambieje, kwa sababu nimekutana na wale watu ambao waliomteka dada yako mmoja wao. Tumekutana nao njiani kupambana nao, ila wametuzidi nguvu na wametupiga hiyo. Kulikoni Master Kobe? Unawafahamu hao watu? Ndugu yangu, hawa watu nawafahamu. Mmoja wake huyu hapo. Hapo ndio alihusika mpaka dadangu kaenda kutekwa. Kapeleka dadangu hapo. Umeona? Bwana shemeji. Hao watu wanakokaa unapajua? Mimi siwafahamu, ila huyu hapa rafiki yangu anajua sehemu ambapo waliowepo hao watu. Wewe kijana? Hao watu wanapokaa unapofahamu? Nilijaribu kuwafuatilia nikajua wanapokaa. Unapofahamu? Ndio napofahamu. Naomba nipeleke. Sehemu yenyewe ndo hapa. Ndio kambi yao hii. Ndio kambi. Bora sasa wapo sasa? Bora sasa mna kitu humu sasa? Au vijana mtudanganya nini? Vijana siku hizi hao mbona hatari sana hawa sasa. Changamoto kubwa sana hii.
Oh, Mr. Kobe. Unaongea na Kipanga hapa. Kama nilivyokuelekeza Mr. Kobe. Ulijifanya mjanja sana wakati ule. Hivyo sasa nishamteka dada yako na nipo naye. Kipanga waga kimbiwi. Bali tu utaruka viuzi, utaingia kwenye 18 zake. Natumai hujasikia sauti ya dada yako. Na una kiwi sana kuisikia sauti ya dada yako. Hebu tega sikio walau hata dakika moja tu usikie hicho. Unaniumiza. Yeah. Hicho ndio kilichojili. Nipe mzigo wangu umpatie dadako. La sivyo una muda mchache sana dadako kuvuta pumzi ya dunia. Na imani unaweza kumkuta maiti na sio akiwa mzima tena. Kwa hivyo sasa nitakupa location ambayo ya kumpata dada yako. Na nitakutumia kwenye simu. Muamala wote utaupata ili kufika sehemu husika. Unipe changu ili tumalizane. La sivyo una muda mchache sana. Kuna shida? Shida ipo tena kubwa sana. Gani? Kuna kijana anaitwa Mr. Kipanga. Na amemteka dadangu. Na kaniambia tukutane msitu wa Suisui. Na ameniambia niende peke yangu. Si tu unaujua. Upo sehemu fulani hivi kijiji na Iberege pale. Naweza nikakupeleka. Safi sana. Naomba kesho tuondoke asubuhi sana. Haina shida. Hamna ndugu yangu. Twende. Achana mimi wewe. Kwa vipi tunafanyaje? Yaani nikwambie kitu Ngosha. Hapa kwa kitu ambacho kilicho nikuta kwa sasa vinaonekana kuna kitu, kwa sababu shemeji tulivyotoka naye kule mpaka tumefika hapa na kutakabadilika. Nataka kuna kitu hapa sio bure. Ila kikubwa tutakie tuwafuatilie ili tujue kuna kitu gani. Ule muda ambao tulipokuepo nje hapa nilimuona shemeji kwa umbali akiwa anaongea na simu. Maliza tu kuongea na simu na kuta amekabadilika mpaka kaja kanipushi. Ila kuna kitu. Na ile muda ambao naongea kabisa ile matamshi yake kuna kitu kibaya ambacho shemeji anajua. Hadi sasa hivi mimi na wasiwasi naye. Hicho kitu Ngosha tukifuatilie ili tujue kuna kitu gani. Tuanze sasa tuwafuatilie. Hapana. Kwa sasa hivi hapa nitaendelea kupa plani kama tunafanyaje. Nakusikiliza wewe. Sawa. Plani yetu ipo hivi.